Kama mnavyofahamu, maboresho makubwa yaliyofanywa na Wizara ya Maliasili na Utalii katika sheria ya Marekani sura ya 333 na sheria ya makusanyo ya taifa sura 281 yametoa fursa kwa jamii kuanzisha makumbusho. Hivyo, natoa wito kwa jamii zetu kushirikiana na Shirika la Makumbusho ya Taifa kuanzisha makumbusho katika maeneo yao ili kuhifadhi historia nzuri ya nchi yetu, lakini pia kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye malikali zetu kuinua uchumi wao kupitia utalii wa utamaduni. Nitumie fursa hii pia kutoa wito kwa taasisi binafsi na jamii kwa ujumla kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuwekeza na kutumia kumbukumbu hizi kama chanzo cha ajira na majukwaa ya kutangaza bidhaa na vivutio katika uwekezaji na utalii. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, katika utambulisho tumesikia uwepo wa wageni kutoka nchi jirani za Malawi, Zambia, Msumbiji na Afrika ya Kusini. Ushiriki wa wageni hawa kutoka nje ya nchi yetu unatoa fursa nzuri ya kuimarisha urafiki na ujirani mwema, jambo ambalo ni muhimu katika kudumisha amani katika taifa letu, nchi jirani na bara la Afrika kwa ujumla. Wito wangu ni kuhakikisha kuwa tamasha hili linaendelea kutumika kuhifadhi historia ya Majimaji na kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa jamii za mikoa ya kusini, nchi jirani na bara la Afrika kwa ujumla. Wizara kwa kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na wananchi kupitia Baraza la Makumbusho ya Mila na Desturi tumeendelea kuadhimisha kumbukizi la mashujaa na kuhusisha tamasha la utalii wa utamaduni. Pamoja na kuwaenzi mashujaa, malengo mengine ya maadhimisho haya ni kurithisha historia na utamaduni wa kizazi cha sasa na baadaye, kuendeleza fursa za utalii na uchumi ambazo zinatokana na malikale, na kuelimisha jamii umuhimu wa kuhifadhi urithi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili linalofikia kilele leo ni la 17. Lilizinduliwa tarehe 23 Februari na Mheshimiwa Brigadier General Ahmed Abbas Ahmed, mkuu wa mkoa wa Ruvuma, na kufuatiwa na mashindano ya ngoma za asili yaliyofanyika tarehe 24 Februari. Aidha, tarehe 25 Februari kulifanyika kongamano la kitamaduni katika halmashauri ya Madaba lililohusisha kutafakari na kurithisha historia ya mashujaa. Siku hiyo pia tuliadhimisha siku ya Wangoni katika kijiji cha Maposeni. Kipekee kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya mwaka huu yamefanyika pia katika ngazi za wilaya kuanzia tarehe 19 hadi 22 Februari, na hivyo kuwa shirikishi na kutoa elimu kwa wananchi wengi zaidi tangu kuanzishwa kwake. Aidha, limehusisha washiriki kutoka ndani na nje ya nchi ikiwemo Afrika Kusini, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Canada na watafiti kutoka Marekani.